Watoto, leo niko hapa kwa ajili ya kuwaletea simulizi nzuri zaidi na mtaipenda kabisa na pia itawafundisha. Kulikuwa na mtoto mmoja jina lake Marco. Alipenda sana kusali na pia alikuwa anamtumikia Mungu altareni, yani ministrant. Siku moja Marco alienda kanisani na wazazi wake. Marco alikutana na marafiki wengi kanisani. Marafiki zake Marco walianza kumshawishi asiwe anatumikia kanisani. Pia walizidi kumshawishi kwa jinsi walivyoweza ili akubali kuwa hakuna Mungu. Angalia marafiki hawa wabaya. Waliendelea kumwambia kwamba Mungu ni nani? Walijaribu kumshawishi sana na kumwambia Mungu ni jina tu, watu wanakudanganya. Unachotakiwa kufanya wewe, chukua ile sadaka unayotolewa pale. Mwisho Marco alikubaliana na marafiki zake. Mara Marco alianza kazi ya kuiba sadaka. Muda ulipofika wa kwenda kutoa sadaka, wenzake walimshauri ajidai kama anaweka ili aibe. Marco alifanikiwa kuiba 50,000 kwenye kikapu cha sadaka. Kisha akaipeleka kwa marafiki zake. Marafiki zake wakamshauri, asante sana, ila sisi tunaondoka. Naye akamwambia, na mimi je, mnanipatia shilingi ngapi? Wakasema, wewe nini? Sisi tulikutuma? Sisi wala hatukujui. Akawaambia kwa huzuni, si mlinituma nikaibe, mbona mmeichukua yote? Mara mama yake Marco akamwita, Marco, Marco, Marco. Akaitika, naam mama. Kumbe wale marafiki zake walishatoroka. Mama yake akaendelea kumuuliza, mbona uko nje ya kanisa wakati wa ibada? Mama, Mungu ni nani? Mama alishangaa sana. Unasemaje mwanangu Marco? Mama, mimi simjui Mungu. Nawezaje kumtumikia Mungu? Tena aliongeza, mama, wewe endelea, mimi niache tu nibaki hapa hapa. Mama yake Marco kama alichanganyikiwa, hakuelewa kabisa anachomwambia mwanaye kwa